بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وبعد. tukiendelea na darasa letu la fiqh kitabu Safinatun Najah, tumefika katika fasli inasema faslun, hiki ni kigawanyo, aqallul haidhi, uchache wa hedhi, yawmun wa laylatun, ni usiku na mchana. Haidhi uchache wake inapatikana kwa masaa 24. Hakuna haidhi chini ya masaa 24. Wa ghalibuhu, na sana sana 6 au 7 ni siku 6 ama ni siku 7. Wa aktharuhu 15 yawman, na wingi wa haidhi mwisho wake ni siku 15. Ikipita siku 15 hiyo sio haidhi tena. Wa aktharuhu 15 yawman bilayaliha, na wingi wake ni siku 15 na masiku yake, yani mtano na usiku mpaka ifike 15. Aqallu tuhuri, uchache wa tahara, baina alhaydataini, baina haidhi mbili, 15 yawman, ni siku 15. Mtu kwa tahara mwanamke baina katika haidhi hili mpaka kupata haidhi nyingine takana kwa uchache awe tahara kwa siku 15. Akiwa tena siku 15 haihesabiwi kuwa ni haidhi. Wa ghalibuhu 24 yawman, na sana sana ni siku 24 au 23 yawman, ama siku 23 wakati wa kutahirika. Ima siku 15 ndio uchache, ama sana sana nyingine kama pata siku 7 itakuwa ni siku 23, kama pata siku 6 itakuwa ni 24. Wala hadda li aktharihi, wala hauna mpaka wa wingi wake. Yani unaweza kutahirika katika hedhi ukaketi miezi 3 hauko ndani ya hedhi, ama ukapata hedhi mara moja ukatahirika baada ya miaka ndio kaingia tena katika hedhi, ama ukiingia mara moja kutahirika ndio basi. Kwa hiyo uchache wa tahara ni siku 15, sana sana ni siku 24 ama 23. Lakini kwamba wanaumisho hapa lazima ukisikia lazima upate hedhi, hakuna. Isipokuwa utaenda kwa matibabu ujulikane ima ni ugonjwa inakuzuia kupata hedhi ama nini. Lakini miongoni mwa hali mtu atakupata hedhi mara moja katika maisha yake, ama ikawa unapata baada ya miezi fulani ndio unapata tena, hiyo ni jambo ambalo kwamba liko la muhimu, na kwenda kutafuta matibabu, uende ukapima ukajihakikishe kawa ni sawa siku ile ugonjwa, basi jua ni kawaida. Aqallu nifasi majjatun, na uchache wa nifasi ni temu moja, yani mara moja tu ukitoka ni nifasi, ukikauka ikafunga ikawa hauna tena nifasi. Wa ghalibu 40 yawman, na sana sana nifasi ni siku 40. Uwezo ukapata ile siku moja ile mara moja utogolo kizaa damu ikatoka, ikikoma imekoma basi, ama ukaenda siku 40 ikawa unatoka na damu. Au aktharuhu 60 yawman, na wingi wake ni siku 60. Ikipita 60 sio nifasi tena. Hedhi ni damu ya kawaida ambayo kwamba mtoka mwanamke kila mwezi, ambapo kwamba kizungu nadhani ni period hiyo. Kwa hiyo damu kama hii ni damu ambayo kwamba ya kawaida kwa mwanamke kutoka katika mwezi, za damu ambayo kwamba ni afya. Kisha kuna damu ambayo kwamba inatoka kwa ajili ya kuzaa, baada ya kuzaa ambayo kwamba inaitwa nifasi. Kisha kuna damu ambayo kwamba ni ya ugonjwa. Hizi damu tatu ndio mtoka mwanamke, ima ni hedhi ya mwezi ya kawaida ada yake, au nifasi baada ya kuzaa, au ikawa ni istihadha na ni damu ya ugonjwa. Hizi damu mbili zitamfanya yeye asiswali na asifunge na asisome Qur'an, yale mambo tuliyotanguliza mbele, ni damu ya hedhi na damu ya nifasi. Lakini damu ya istihadha anakuwa ni kama mtu ambaye kwamba anatoka na mkojo wakati wote, anajioshaosha, anaenda za kuswali kama kawaida, anafunga kama kawaida. Na kitabu inaendelea kusema faslun, hiki kiwa adharu salati 2, nyudhuru za swala ni 2. Mambo ambayo kwamba inakuwa kwako ni udhuru kuchelewesha swala, sio kutoswali. Hakuna udhuru wa kutoswali isipokuwa mtu ambaye kwamba hana akili. Maadamu uko hai na uko na akili hauna udhuru. Mwenye udhuru wa swala kutoswali kabisa ni mwandazimu na mwanamke mwenye hedhi ama nifasi.
Hizi ni udhuru za mtu kuchelewesha swala na asipate madhambi. Nazo ni mbili. An-naumu ni kulala, wa nisyan na kusahau. Umelala saa 5, saa 4, ukalala ukiamka ni alasiri, adhuhuri imepita, ile swala utaiswali wala hutopata madhambi. Utalipa adhuhuri lakini hauna madhambi. Lakini umeswali baada ya adhuhuri dakika 5 kuadhiniwa, baada ya dakika 5 ingie na unajua mimi kilala hapa sitoamka mpaka alasiri, ukaenda kulala, ile swala ukikosa utaandikiwa madhambi. Huna udhuru sababu umejilalisha. Kuna kulala na kujilalisha. Ukijilalisha kusudi unajua mimi kilala nitakosa, na hauna usingizi wa kufanya wewe mpaka lazima ulale, ukaenda kulala, basi itakuwa udhuru hauko hapo. Udhuru ni pale ambapo kwamba utakuwa umelala mapema ukapitikiwa, ama usingizi umekushinda ukalala, ukiamka wakati wa swala umetoka, ile swala utailipa na hauna madhambi. Udhuru wa pili ni an-nisyani, kusahau, sio kujisahauzisha. Kuna kusahau na kujisahaulisha. Umesahau, umepitikiwa, lakini umesikia watu wa adhana nitaenda kusali baadaye, ukajishughulisha na mambo mpaka nikumbe si swali, na wakati wa swala umekumbuka ukapitisha tu wakati kiupuzi. Wasikia kwa swaliwa nitaswali, wasikia kumeadhiniwa nitanenda, kwa kimiwa kwa swaliwa wewe wajipa shughuli tu mpaka ule wakati ukaupita ukasahau. Hapo utakwambia umejisahaulisha kusudi, sababu ulikumbuka wakati wa kuswali. Ni umesahau, mfano katika safari, ama ni siku za sherehe, ama ni siku ya msiba, mmefiliwa kwenda mbio huku na huku mpaka wakati maswala imetoka waona habari kama, ama kuna umetokea na jambo ambalo kwamba la kushughulisha, hata ule wakati wa swala ulipoingia wewe kupata fahamu kama wakati wa swala umeingia, wewe waje uko mbio, hapo utaambiwa umesahau. Lakini wakati wa swala ulipoingia umekumbuka na umejua wakati wa swala umeingia, usiende kuswali ile swala kama ile. Ukipitisha kati yake utadaiwa na utapata madhambi unapolipa. Na sana sana kwa ndugu zetu wanawake, mtu anaingia kipindi cha swala, anakuwa uko jikoni ama ako na shughuli yafanya, na wakati wa swala umeingia, akaendelea na shughuli zake, wakati ukaenda kiasi ambacho kwamba angeweza kwenda kutawadha na akaswali, akatumia mfano muda dakika 15 kujishughulisha shughuli zake, akitaka kwenda kuswali akajikuta ameingia katika damu ya hedhi, ameingia katika ada yake, na kabla kuingia katika ada alikuwa na nafasi ile swala kuitekeleza, ile swala itakuwa ni deni juu lake, sababu alikuwa nao wakati wa nini kuswali, hakuswali kwa shughuli zake. Lakini adhuhuri imeingia, umetoka ukaenda choni, mfano umesikia mwadhini, na siku hizi hatujua nyakati za kuingia swala ambao usikie mwadhini. Umesikia mwadhini, umeinuka, umeenda choni, umetawadha, ukitaka kwenda kuswali, umeingia katika hedhi, ile swala hautolipa sababu haukupata wakati wa kuswali. Lakini ulikuwa na nafasi ya kwenda kutawadha na kujitayarisha kuswali, lakini haukuswali, kaanza na shughuli zako, ile hedhi ikakuingilia. Mfano baada ya masaa ushamaliza kupika, ushamaliza kulisha watu, unataka kwenda kuswali, ukaenda mwingia katika hedhi, swala kama ile utalipa. Na wanazuoni wengine wanatuambia kama ile swala inafanywa jamu takdim, mfano ni adhuhuri, utailipa adhuhuri na alasiri. Kama ni magharibi utailipa magharibi na isha. Na kama ni magharibi isha peke yake utaswali isha. Kama ni alasiri utalipa ile alasiri. Lakini kama ni adhuhuri, mashallah, madamu ulikuwa unao uwezo wa kuswali swala zote mbili jamu takdim, basi utazilipa zote mbili, adhuhuri na alasiri. Kama ni magharibi utalipa magharibi na isha. Hizo ni kauli za wanazuoni, hatukuzitunga sisi wala hatukuzitoa sisi. Kwa hiyo ukiona hii ni ya kulipa sala zote mbili ni sawa, ama hii ya kulipa mwana lazima, madamu ulikuwa na wakati, hauna udhuru wa kisheria. Udhuru wa kisheria kutoruhusiwa kuswali ni uko katika hedhi, lakini ulikuwa tahara, haukuswali tu kwa kazi zako mpaka ilipopita muda ukataka kuswali ukawa katika hedhi, na ulikuwa una muda ambao kwamba hauna hedhi katika ile swala, kwa kuiswali ni lazima ile swala uilipe. Wanazuoni akasema ukifanya jamu takdim utalipa zote mbili, lakini hii ya kwanza haina ikhtilafu ndani yake, ni lazima ulipe. Inshallah mpaka hapa tutakoma. Tunaomba Mwenyezi Mungu alladhina yastami'una al-qawla yattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ila al-liqa.